Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Ni matumaini yangu kuwa sote tuko salama kwa neema ya Mungu. Basi nikukaribishe katika neno la siku ya leo, mtu wa Mungu, ili tuweze kujengwa kiroho na Mungu wetu anayetupenda kila leo. Ndio maana anawazagazisha wahubiri pande zote za dunia kwa sababu ya kutafuta sisi kondoo ambazo tuliopotea. Haleluya, haleluya. Basi pasipo kuponda muda, nikukaribishe katika andiko ili tuweze kwenda na neno letu. Tunasoma andiko la Mathayo, tunaanza na Mathayo kwanza. Tuanze na Mathayo, watu wa Mungu. Mathayo sura yake ya 6 na mstari wake wa 22 hadi 23. Mathayo sura yake ya 6 mstari wa 22 hadi 23 tunasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema hivi: Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. 23. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo. Amena. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa neno lako kwa ajili ya kondoo zako. Ninanyenyekea mimi kama mwanadamu. Bwana, unisamee na uniinue, uweze kunena ndani yangu Bwana yaliyo maneno yako. Naombea huyu msikilizaji atakayefuatilia neno lako hili, umbariki, umuinue, umsaidie kadri ya mapenzi yako kupitia neno lako. Baba, naomba unitumie, acha sote tuweze kubarikiwa na kujengwa na neno hili. Ni kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia neno ambalo linasema kuhusu taa ya mwili. Kama vile neno tulivyolisoma hapo. Neno letu linazungumzia taa ya mwili. Maandiko yamesema kwamba taa ya mwili wa mwanadamu ni nini? Ni macho ama ni jicho. Biblia imetumia jicho.